Na ndugu mtazamaji wa Holy Touch Media, leo tuko katika viunga vya parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu, na leo kubwa ambalo limenileta hapa, niko na mama yangu hapa ambaye yeye ni Wawata, na kikubwa zaidi Wawata tunajua wana sherehe yao ya Wawata Day itakayofanyika siku ya Jumamosi. Kwa hiyo niko na mama hapa, atajitambulisha majina yake na pia atatuambia cheo chake. Baada hapo tuna mawili matatu ya kumuuliza ili kujua sherehe itakuwaje, malengo na mafanikio yake. Maana sio sherehe yao ya kwanza kuifanya kama Wawata ya parokia. Kwa hiyo ni sherehe yao ya muendelezo. Kwa hiyo atatueleza mafanikio za sherehe za nyuma zilizopita na nini matarajio yake. Na mama, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Majina yako? Kwa majina naitwa Damari Kolowa, mwenyekiti wa Wawata parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu. Asante sana. Kumbe ni mwenyekiti wa Wawata. Sasa mama, tunajua kwamba mna sherehe ya Wawata ambayo itafanyika Jumamosi. Kwa hiyo sisi lengo ni kutaka kujua kwamba malengo ya sherehe yenu ni nini? Malengo makubwa ya sherehe kwanza ni kusali, ni sherehe ya Bikira Maria. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa pamoja, pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hiyo. Na nia kubwa hii sherehe ya Bikira Maria, sisi Wawata wa parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi huwa tunategemeza nyumba ya mababa. Na hii ni sherehe yetu ya 3 tangu nimekuwa mwenyekiti. Ya kwanza tulifanya mwaka juzi, mwaka jana na mwaka huu pia. Mwaka jana tulifanya Wawata Day, mwitikio ni mzuri. Ila changamoto zipo kwenye ukusanyaji wa pesa, ila tunashukuru Mungu wakina mama wanaitikia na tumeweza mwaka jana kutegemeza nyumba ya mababa. Mwaka juzi pia tumetegemeza nyumba ya mababa kwa kuangia makapeti na vitu vyote, na pia parokia kununua makapeti ya parokiani na vitu vya parokiani kule mbele ya altari. Tumenunua mishumaa, tumenunua mimbali, zile stendi za kuwekea mishumaa, tumewategemeza kigango cha Mtakatifu Teresia mtoto Yesu viwege. Pia kwenye mwitikio wa kina mama ni mzuri, la si mzuri sana. Ni mzuri ila sio mzuri sana, kwa 50-50. Wakina mama wengi hawapendi uongozi. Ukusanyaji wa pesa unakuwa ni changamoto sana kwetu. Tunakusanya lakini kwa kusuasua, lakini tunachokipata tunamtolea Mungu. Kuhusu Wawata chipkizi, ulivyoniuliza Wawata chipkizi tunao, lakini changamoto iliyokuwepo Wawata chipkizi ni wanakwaya pia Mtakatifu Bakita, na changamoto inokuwepo usiku wakikutana wakija kwenye Wawata wakuu parokia, mara nyingine wanapata changamoto hata za kufungiwa kwaya wasiimbe na kadhalika. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Wawata chipkizi umesema wapo na asilimia kubwa ni wanakwaya. Na asilimia kubwa ni kwaya vijana. Tunajua kuna kwaya vijana hapa ambayo ni Mtakatifu Josephine Bakita. Sasa kama Wawata chipkizi wanakutana na hizo changamoto, wewe kama kiongozi wa Wawata ambaye wewe ndo mlezi wao mkuu, sio? Ushachukua hatua yote labda ya kuwasaidia ili waepukane na hizo changamoto? Nilishawaita tukaongea nao, lakini changamoto iliyokuwepo, mama usiseme. Ukitaja kiongozi wangu wa kwaya itakuwa ni matatizo. Sasa ukizingatia mtu anakuomba usiseme, inabidi ufe nayo. Ila mimi nilimtafuta mwenyekiti wa kwaya nikamwambia, akasema wao hawakutaarifiwa mapema. Ila wanashirikiana na sisi, wanajitahidi, wanakuja, wanao kama kuna kitu chochote cha jimbo tunawashirikisha. Mwaka jana Pugu Marathon kuweza kumlipia mmoja, mwaka juzi pia tuliwalipia 2. Hivyo tunashirikiana nao, hivyo tunaenda, lakini ushirika sio kama Wawata wakuu ambao ni wakina mama. Pia changamoto zao kama unavyojua, asilimia kubwa kina mama ni wajasiriamali. Na kingine kinachowafanya wamama pia wasipende uongozi wa Wawata ni swala la maneno. Alafu wanakuambia nikiingia Wawata unakula pesa. Yaani kuna maneno mengine ya kufezeshana ambayo si mazuri, ambao unaona sasa mimi kwa nini nifanye utume wa Wawata? Na Wawata sio kwamba ni chama kama Radio Maria ni nini. Ni mwanamke yote Mkatoliki mwenye miaka 14 kuendelea ni Wawata. Tena wao wadogo tunawaita chipkizi kwa sababu hawajazaa, lakini mwanamke yote ambaye umekwisha zaa miaka 18 wewe ni Wawata, unaweza ukajiunga na Wawata wenzio na hakuna kiingilio. Ni kukaa kutulia, kufanya kazi na wenzako za kiutendaji.
Changamoto nyingine tunaoipata ni vikao. Unaweza kaita vikao kina mama hawafiki kwa wingi. Unaweza kukuta tuna kanda 18 parokia ya Pugu, lakini unaweza kukuta katika kanda 18 zikaja kanda 7. Siku wamejitahidi sana kanda 8. Au hata kama zimekuja kanda zingine hizo unakuta yani mwitikio labda mmoja mmoja au wawili. Kwa unakuta nani kola mwaitimi. Lakini tunafanya kazi hivyo maamuzi yanayopewa na wengine tunajitikia. Mfano leo tulikuwa tuna kikao cha mwisho kwa ajili ya hizo sherehe za Bikira Maria. Wamekuja kanda 6, tulikuwa tuna maazimio kumaliza. Wengine ndio wamewahi kwanza kuabudu, wakitoka wanauliza mlisemaje hivyo. Sasa wewe kama mwenyekiti, changamoto hizo zipo. Sawa na sio WAWATA tu. Karibuni vyama vingi vya kitume wanakutana na hizo changamoto za watu kukwepa uongozi. Wewe kama mwenyekiti, nini wito wako kwa WAWATA? Wito wangu ni kwamba huwa tunawapitisha kwenye semina. Ndio. Semina za ajitambue yeye ni nani na amesimamia wapi. Semina hizo huwa wanazipata wakina mama na wanaanza kubadilika polepole, lakini huwa tunapitisha kwenye semina. Mwaka huu tumefanya semina 2. Moja tumefanya mwezi wa pili, tulikuwa na Faza Kalikawe wa parokia ya Keko. Kwa aliwapa semina ujasiriamali, pia aliwapa semina kwa ajili ya alitusii kwanza kwa ajili ya afya ya uzazi, pia na alitupa na semina ya mwanamke Mkatoliki ujitambue. Lakini katika sherehe hizi 3 wewe ukiwa kama mwenyekiti, sherehe ulifanya mwaka juzi 2023, mwaka jana 2024 na mwaka huu 2025. Katika utoaji wa michango, mwitikio wake katika miaka hii miwili ya nyuma iliyopita na mwaka huu ikoje? Mwaka huu imedorora zaidi au angalau mwaka huu imepanda? Ikoje? Mwaka juzi, mwaka jana michango ilikuwa mizuri, mwaka huu imedorora. Kiasi kwamba mpango wetu ulikuwa tutegemeze nyumba ya baba, vitu tulikuwa tumevipanga kola mwaikutimia. Kwa hiyo hatujavinunua vyote. Ilikuwa tununue vitu vya ambavyo tulikuwa tumekubaliana ambavyo Jumamosi vitaonekana, ila vingine havijapatikana kwa sababu michango imekuwa ni midogo. Sawa, asante sana mwenyekiti. Ndugu mtazamaji wa Holy Touch Media, niko na mama hapa ambaye ni mwenyekiti wa WAWATA katika parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu. Nazungumza na WAWATA wa Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu. Mmemsikia mwenyekiti. Mwenyekiti anawaomba kwa sababu yeye tokea amekuwa mwenyekiti huu ni mwaka wake wa 3. Kwa hiyo kafanya sherehe mwaka 2023, kafanya sherehe 2024 na mwaka huu 2025 anatarajia kufanya hiyo sherehe Jumamosi. Kwa hiyo kagundua kwamba mwitikio wake kwa miaka hii miwili ya nyuma iliyopita ulikuwa mzuri tofauti na mwitikio wa mwaka huu. Kwa mimi ni waombe WAWATA wa parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu, mjitoe jamani, mama wa watu msimkondeshe. Si mnaona alivyo? Kwa hiyo mama wa watu msimkondeshe. Mama, mimi naamini baada ya hii sherehe mambo yatakuwa mazuri. Maana tunajua kwenye sherehe hizi mara nyingi wengi huwa tunakuwa nyuma katika michango na wengi huwa tunahofia mimi sijachangia mpaka dakika hii mambo yangu yameenda vibaya, nikifika itakuwaje? Lakini naamini wakina Tomaso tu mpaka tuone nini kimeendelea. Kwa hiyo mimi naamini tutaendelea vizuri, tuna mwitikio utakuwa mzuri. Lakini mimi nikupongeze kwa kazi kubwa ambayo unaifanya, sisi binafsi tunaiona. Tunaona unavopambana, unavohangaika. Swala la sherehe ambayo inakuja naamini itaenda vizuri na itaisha vizuri. Mungu akubariki sana, hongera kwa kazi. Basi mimi nikutakia jioni njema. Timia. Kwa mimi niwaombe popote mlipo WAWATA mjitokeze ili mambo yaende. Endelea kufuatilia Holy Touch Media, endelea kututizama Holy Touch Media, endelea kulike na kushare katika peji zetu. Asanteni sana.